السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyofahamu ya kwamba yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi waja wake, akatuweka katika ulimwengu huu kwa lengo la kumwabudu yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala akatuteremshia yeye sheria yake, sheria ambayo ni salih likulli zamanin wa makani, sheria yenye kusilihi, yenye kutengemaa katika kila zama na katika kila mahali. Na kwa kuwa elimu ndiyo msingi mkuu wa kuijua sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala akatupa sisi zile ala wezeshi, nyenzo za kuweza kupata elimu ili tuweze kuitambua sheria yake. Akatupa ala sisi wenyewe, bali akatuwekea na vitu katika zile alama za kilimwengu za kuweza kumtambua Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Katika aya tuliyotangulia kuisoma katika suratu Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii: huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amenijalia jua kuwa ni lenye mwangaza, jua ni taa yenye kuangaza, wal qamara nura, na mwezi ni wenye kutoa nuru, wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab, na akaukadiria mwezi vituo ili muweze kujua kupitia vituo hivyo adada as-sinina wal hisab, au ili muweze kujua kupitia huo mwezi idadi ya miaka na hisabu ya miezi. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaq. Allah subhanahu wa ta'ala hakuviumba hivyo isipokuwa kwa haki. Yufassilu alayati liqaumin ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anazipambanua aya zake, anazipambanua zile alama zake za kilimwengu, lakini liqaumin ya'lamun, kwa watu wenye kujua, kwa watu wenye akili. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala alipokuwa akieleza aya hii akasema katika maelezo yake: fa innal ilma
yahdi ila ma'rifati dalalati fiha, hakika elimu inapelekea, inaongoza katika kujua dalili katika hizo aya, alama za kilimwengu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa ta'ala ana alama zake ameziweka katika huu ulimwengu. Kupitia alama hizo anafahamika yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye muumbaji na yeye ndiye mstahiki wa kuabudiwa. Sasa elimu inapelekea katika kujua ushahidi katika hizo alama, mtu kuwa na maarifa ndio kunapelekea kujua ule ushahidi katika zile alama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika ulimwengu huu. Akapata ushahidi kupitia alama hizo kwamba hizi alama zinamjulisha muumba mstahiki wa kuabudiwa. Kisha anasema al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa kaifiyat istinbat ad-dalili ala aqrab wajhi, kadhalika na namna ya kuchimbua dalili, kuchimbua ushahidi katika sura ya karibu kabisa. Wattaqwa tuhdithu fil qalbi ar-raghbata fil khair, na ucha Mungu unazusha katika moyo ile raghba, pupa ya mtu kupia mambo ya khairi, warahbata fi sharri, na kuyakimbia mambo ya shari. Annashi'ain anil adillati wal barahin, takwa inazusha katika moyo wa mtu ar-raghba, kule kupupia mambo ya khairi, kadhalika na kuyakimbia mambo ya shari. Vitu vili ambavyo yani kule kupupia mambo ya khairi na kuyakimbia mambo ya shari, annashi'ain, vitu hivi viwili vimechimbukana anil adilla, kutokana na zile dalili, ule ushahidi ambao mtu ameupata kupitia alama za Allah subhanahu wa ta'ala, wal barahini, na hoja za waziwazi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa ajili ya kutambulika yeye muumba, wa anil ilmi wal yaqini, na kutokana na elimu na yaqini. Kisha al-Imam Sa'di akaendelea na maelezo yake marefu, akaendelea na maelezo yake al-Imam Sa'di, kisha akasema wa fi hadhihi al-ayat, na katika hizi aya al-hathu, kuna himizo, wa targhibu, na watu kupupishwa, ala tafakkuri, juu ya kufikiria, fi makhluqati llahi, katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadhari fiha, na kutizama katika hivyo viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, bi'aini al-i'tibar, kwa jicho la mazingatio. Fa inna dhalika tanfasihu al-basira, kwa hiyo kupitia hilo ndio unakunjuka ule uoni, basira ya mtu inakunjuka kwa kupitia kutazama katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviumba, lakini kwa jicho la mazingatio. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, kwa hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi, kadhalika kutofautiana usiku na mchana, ukaingia usiku ukatoka mchana, kuna alama nyingi, lakini kwa wale wenye kuzingatia. Sasa anasema al-Imam Sa'di, aya hizi ukizisoma utaona ndani yake kuna at-targhib, watu kupupishwa, ala tafakkuri, juu ya kufikiria, fi makhluqati llahi, wa nadhari, na kutazama katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, bi'aini al-i'tibar, lakini kwa jicho la mazingatio. Fa inna dhalika, kwa hakika jambo hilo, tanfasihu al-basira, unafunguka ule uoni, akili ya mtu inafunguka, wayazdadu al-iman, na inazidi imani, wal aqlu, na akili pia inazidi kwa mtu kuzingatia vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviweka katika ulimwengu, akavitizama kwa jicho la mazingatio. Watuqwa al-qariha, bali unazidi ile nguvu ya utashi, inapata nguvu. Wa fi ihmali dhalika, lakini katika kuzembea katika hilo, mtu akawa amepewa zile ala za kuweza kupata elimu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala kuna vitu ameviweka katika ulimwengu, vitu ambavyo kupitia hivyo mtu anaweza akatumia akili yake, akatumia uoni, akatumia zile ala za kupata elimu, akavitizama vitu hivyo, akamjua Mola wake kwamba yeye ndiye muabudiwa, alafu mtu akazembea kwa hilo. Anasema wa fi ihmali dhalika, na katika kuzembea katika hilo, tahawunun bima amara Allahu bihi, ni kuzembea na kupuuza kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha.
wa ighlaqun li ziyadati al-iman, na kufunga ile milango ya kuzidi imani. Mtu anajifungia mlango wa kuzidi imani. Wa jamudu lidhihni walqariha, na kuigandisha akili na ule utashi wake. Akili ina uwezo wa kufikiria kupitia makhlukati, la zile alama za Allah subhanahu wa ta'ala, au zile ala za kupata elimu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi, uoni, usikivu, kuzungumza na vitu vingine. Sasa mtu akawa hajavitumia hivi ipasavyo, basi huku ni kuzembea katika lile ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali vile vile ni kujifungia mlango wa kuzidi imani na kuigandisha akili. Akili atakiwa itafakari katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba, ili mtu apate kumjua Mola wake na namna gani atamwabudu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatupa sisi ala na nyenzo za kuweza kumtambua yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa sheria yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia sheria, akataka sisi tuifahamu sheria yake, akatupa ala za kuweza kuitambua sheria yake. Bila kutumia zile ala za kutuwezesha kuitambua sheria yake ni kwenda kinyume na lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-A'raf akasema, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi, kwa hakika sisi tumeandaa kwa ajili ya jahannam wengi katika majini na watu. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini hawatambui kupitia nyoyo hizo. Yani wana nyoyo za kuweza kupata ufahamu, kupata elimu, lakini hawazitumii nyoyo hizo katika kupata elimu. Wala hum a'yunun la yubsiruna biha, na vile vile wana macho lakini hawaoni haki kupitia hayo macho. Wala hum adhanun la yasma'una biha, na wana masikio lakini hawaisikii haki kupitia masikio yao. Ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Bal hum adhallu, bali wao wamepotea zaidi. Ulaika humul ghafilun, hao ndio walioghafilika. Kujaliwa watu ala za kuweza kupata elimu na maarifa, alafu wasizitumie vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ni kama wanyama, bali wao wamepotea zaidi. Maana wanyama hawakupewa vitu hivyo, lakini mwanadamu kupewa ala za kuweza kupata elimu na kumtambua Mola wako, namna gani ya kumwabudu. Zile ala unazo, usizitumie hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo aliyoyataja vibaya katika Qur'an ni hili. Tizama hata hao walioangamizwa huko kale, watu wa Ad alayhi salam, sababu ya kuangamizwa pia walipewa zile ala, lakini wasizitumie katika lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analitaka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahqaf akiwaelezea watu wa Ad, walaqad makkannahum, kwa hakika sisi tuliwamakinisha watu wa Ad, fima immakkannakum fihi, katika lile ambalo hatukuwamakinisha nyinyi. Waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida, tukawapa wao usikivu, wa absaran na macho, wa afida na nyoyo, ili waweze kuzitumia katika kuyajua mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kile wanachoambiwa na nabii wao, lakini hawakitumia hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fama aghna anhum sam'uhum, haukuwanufaisha wao usikivu wao waliopewa, wala absaruhum, wala uoni wao, wala afidatuhum, wala zile nyoyo zao za kuweza kupata ilmu hazikuwanufaisha. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in, haukuwanufaisha wao usikivu wao wala uoni wao wala nyoyo zao na kitu chochote. Idh kanu yajhaduna biayatillah, wakati walipokuwa wanazipinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala, ikawateremkia adhabu ya kile ambacho walikuwa kikifanya istihza. Nabii wao anawaambia hili kitu ambacho kinaingia kabisa akilini, lakini wasisitumie zile ala kufahamu kile ambacho wanaambiwa na kufanyia kazi kile ambacho wanaambiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikawateremkia wao adhabu ya kile walikuwa kifanyia istihza. Kwa alhasil ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi nyenzo za kuweza kupata ufahamu ili tuitambue sheria yake. Sisi kwa tuzitumie hizi nyenzo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa katika hilo. Kuzitumia kinyume na hivyo ni kwenda kinyume na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ukweli ulivyo ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuijue hii sheria yake, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatupa vyanzo vya elimu, vyanzo vya kuweza kuijua sheria yake, zile ala wezeshi. Kupitia ala hizo sisi tunaweza tukaijua hii sheria yake, kwa kuwa lengo kuu sisi la kuwekwa katika ulimwengu huu ni kumwabudu Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kumwabudu ipasavyo isipokuwa kwa kuijua sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, vile anavyotaka aabudiwe. Sasa akatupa sisi ala hizi, nyenzo za kuweza kuijua sheria yake. Sisi tunatakiwa tuzitumie hizi ala katika kuijua sheria Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu kama vile yeye Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Sasa kuzitumia hizi ala kinyume na hivyo, tukazitumia katika mambo mengine, tukani mahodari katika mambo ya kidunia, fahamu zetu tukazitumia katika mambo ya kilimwengu, vipaji vyetu na vipawa vyetu tukavitumia katika mambo ya kilimwengu, tusitumie hivyo vipawa katika kuijua sheria Allah subhanahu wa ta'ala, huko ni kwenda kinyume na lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha. Na kwa ajili hiyo ikawa mbaya zaidi katika wajinga ni yule ambaye hajui kitu katika sheria ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa amepewa vyanzo vya kuweza kuitambua sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na akamwabudu Mola wake kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Anasema mmoja katika washairi, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi, na kuna katika ujinga, yani mtu kuishi bila ya kuijua sheria Mola wake subhanahu wa ta'ala, hajishughulishi na hilo. Mautun li ahlihi, kuna katika ujinga kufa kwa watu wake, kabla hata ya kufa kwake yeye tayari anatembea hali ya kuwa ni mayit, moyo wake umekufa, kwa kuwa hana anachokijua katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajsamuhum qabla alquburi quburu, na viwiliwili vyao, ile miili yao kabla ya makaburi ndio makaburi yao. Wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim, na roho zao zipo katika simanzi, hali ya kuwa bado zipo katika viwiliwili vyao. Falaysa lahum hatta nushuri nushuru, hawana wao mpaka kufuliwa kufufuka. Yani watu ambao hawajishughulishi na kuijua sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa wamepewa nyenzo za kuweza kuitambua sheria Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa lahum hatta nushuri nushuru, yani hawana wao mpaka siku ya kiyama kufufuliwa, wao hawana kufufuka, kwa maana ya kwamba watafufuka hali ya kuwa wamekufa vile vile na ujinga katika jambo la dini. Si kwamba siku wakifufuliwa watakuwa ndio werevu. Sasa kama walikufa na hali ya kuwa hawaijui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawaitambui sheria, watafufuliwa hivyo hivyo, hawana wao mpaka siku ya kufufuliwa, siku ya kiyama kufufuka, yani kufufuka wakiwa ni werevu. Kwa hiyo katika mambo ya muhimu ya kuzingatia ni sisi kuzitumia ala na nyenzo alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuijua sheria yake, kwa kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuijue sheria yake, tumwabudu kupitia sheria kama vile alivyotaka, akatupa hizi nyenzo za kuweza kuifahamu sheria yake. Tutakiwa tuzitumie hizi ala katika hilo. Kuzitumia katika mambo mengine ni kwenda kinyume na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ametaja katika kitabu chake Az-Zuhdi maneno kutoka Luqman al-Hakim. Luqman alimuhusia mwanae akimwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, jalis al-ulamaa, kana wanawachuoni, kana watu wenye elimu, wazahimuhum birukubataika, nasongamana nao kwa magoti yako, piga magoti usome kwao. Fa inna Allaha yuhyi al-quluba, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anazihuisha nyoyo.
anazuhisha nyoyo binuri alhikma, kwa nuru ya hikma, ni kwa nuru ya elimu. Kama yuhyi al-ardha biwabil qatr, kama anavuhisha ardhi kwa matone ya mvua, ardhi ikawa kame ikafa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha mvua, ardhi ikahuika, pakaota nyasi, majani, mimea ikaota. Basi hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anazuhuisha nyoyo binuri alhikma, kwa nuru ya elimu, kama anavuhisha ardhi. Sasa utaona nyoyo zetu kwa kiasi kikubwa zinakuwa ngumu, zinakufa, kwa sababu ile nuru ya hikma, nuru ya elimu haipo kwetu sisi. Tukawa tuna mambo mengi ya ajabu ajabu tunayoyafanya, lakini sababu kuu ni kwamba sisi hizi nyoyo zetu hazina nuru ya elimu. Lakini lau kwamba zitasafishika kwa nuru ya elimu, tukajua namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka, basi jamii yetu ingetengemaa, yani sisi wenyewe mmoja mmoja, familia zetu na jamii yetu kwa ujumla. Utaona tuna mambo mengi tunayoyafanya ya kimaisha, mambo ya kimaamala ambayo yako kinyume na sheria. Yani maisha yetu kwa kiufupi ni maisha ambayo hayaakisi sheria ya Uislamu, lakini yote ni natija ya kwamba sisi hatujishughulishi na Uislamu wenyewe, tukawa tunaishi kimazoea. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuzitumie hizi ala alizotupa katika kuijua sheria yake, tutumie hizi nyenzo katika hilo. Kuzitumia katika lisilokuwa hilo ni kwenda kinyume na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala sisi tutakuja kutuuliza kunako hizi ala na hizi fahamu ambazo ametupa, tulizitumiaje? Iweje tuweza kujua mambo ya kidunia, mambo ya mbali huko ya kilimwengu tumeyajua, sembuse sheria, yani tusijue sheria yake. Na haya mambo ya kilimwengu si kwamba kuna upepo ulikuja ukaingia masikioni tukayajua, ni kwamba tunayafuatilia kwa kutumia hizi ala ambazo ametupa. Na tukiweza katika mambo haya ya kilimwengu kuyajua, kwa maana kwamba huku pia tunaweza sema hatukuamua na shetani ametukalia juu. Kwa hiyo tujue ya kwamba uhai wetu ni mfupi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametulazimisha tuijue hii sheria yake, alafu akatupa hizi ala makusudi ili tusiwe na jengine kabisa la kwenda kulalamika mbele yake subhanahu wa ta'ala, hatukujua. Allah ametupa kila kile ambacho kitaweza kutufikisha katika kuijua sheria yake. Sasa kuzitumia hizi ala na nyenzo kinyume na hivyo, sisi hatuna la kujitetea mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaweza kujua ni hicho Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka katika ulimwengu huu ili umwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, akakupa ala za kuweza kulifikia hilo. Tumia hizi katika lile ambalo analitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.